Mambo vipi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya NOBK Entertainment. Katika mfululizo wa video zilizopita, kuna mtazamaji mmoja aliweza kuniuliza swali. Unawezaje kuwa music producer? Yani unawezaje kuwa mtayarishaji wa muziki? Nikaona ni vyema niweze kuandaa somo maalum kabisa litakaloweza kumsaidia mtu yeyote anayetamani kuwa music producer, yani mtayarishaji wa muziki. Kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kukijua ni nini maana ya mtayarishaji wa muziki. Who is a music producer? Kwamba tunaposema mtayarishaji wa muziki tunamzungumzia mtu gani na anatakiwa kuwa na sifa gani? Kwa sababu sio kila mtu anaweza kuwa mtayarishaji wa muziki. Unaweza kutoa maana ya mtayarishaji wa muziki kulingana na uelewa wako pamoja na kazi au majukumu yanayofanywa na mtayarishaji wa muziki. Kiufupi, tunapomzungumzia mtayarishaji wa muziki, yani music producer, huyu ni mtaalamu. Ni mtaalamu anayesimamia na kuratibu mchakato mzima wa utengenezaji wa muziki. Yeye ni kama director, yani muongozaji, anayeongoza suala zima la kutengeneza muziki kutoka mwanzo hadi mwisho. Katika mpira tungeweza kujifananisha na kocha. Msanii anapoingia studio anaenda akiwa na idea, yani wazo, mashairi pamoja na melody za wimbo wake. Lakini producer ndiye anayeamua kwamba wimbo huo uwe wa aina gani. Je, ni amapiano, ni zuku, ni R&B, ni reggae, ni sebene, ni rumba au la? Producer ndiye atakayeamua mpangilio wa wimbo huo. Je, uanze na chorus au uanze na verse? Sawa? Producer pia ataamua muziki huo uwe wa speed gani, uende kwa speed gani. Na ni ngoma gani ipigwe sehemu gani? Ni kinanda gani tukipige sehemu gani? Je, hapa tupige gitaa au tupige tarumbeta au tupige mluzi? Nitakutajia kiufupi tu majukumu ya producer ni yapi. Jukumu la kwanza kabisa la producer ni kumsikiliza msanii, kuunda biti pamoja na mtindo wa muziki. Jukumu la kwanza kabisa, producer itakuwa amsikilize msanii. Akishamsikiliza msanii, aunde biti linaloendana na mtindo wa muziki atakaochagua yeye. Kama ni muziki wa R&B, zuku, bongo flava, afrobeat na aina nyingine nyingi sana za muziki duniani. Jukumu la pili ni kuongoza wasanii katika uimbaji. Labda msanii anaimba off key, producer anatakiwa kumrekebisha msanii kurudi katika key yake sahihi. Jukumu la tatu ni kurekodi. Producer jukumu lake ni kurekodi muziki. Na jukumu la mwisho kabisa ni kuweza kufanya mixing pamoja na mastering ya muziki huo. Baada ya kuweza kujua kwamba mtayarishaji wa muziki ni nani, ni lazima uweze kujiuliza kwamba muziki ni nini? Hicho tunachoita muziki ni kitu gani? Hapa kila mtu anaweza kulijibu swali hili kulingana na utashi pamoja na uelewa wake katika fani hii. Kiufupi tunaweza kulijibu swali hili kwa neno moja tu, kwamba muziki ni sauti. Music is a sound. Muziki ni sauti au mlio. Sauti au mlio ndio unaotengeneza muziki. Endapo zitapangwa kiufundi na kiumaridadi unaovutia masikioni mwa msikilizaji au mlengwa. Kwamba muziki ni kipaji. Si kila mtu anaweza kutengeneza muziki. Sasa tunaipataje sound? Tunaupataje mlio? Tunaupata mlio kwa kugonganisha vitu. Tunaupata mlio kwa kugonganisha vitu, kutoka kwenye milio ya ndege, kutoka kwenye maporomoko ya maji, milio ya magari pamoja na vyombo mbalimbali. Pia tunaweza kupata sauti kutoka kwenye vyombo maalum vilivyotengenezwa kwa ajili ya muziki kama magitaa, vinanda, tarumbeta,
filimbi na vingine vingi kabisa. Ili uweze kutengeneza muziki mzuri, ni lazima uwe na nadharia ya muziki. Japo sio wote wanaotengeneza muziki wameweza kupita darasani. Wengine ni ujanja na utundu pamoja na vipaji walivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa leo tuishie hapa, lakini katika video yetu itakayofuata nitaanza kukuelekeza ni kwa namna gani unaweza kutengeneza biti kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa yeyote mwenye swali, maoni au ushauri, unaweza kucomment hapo chini ili tuweze kueleweshana zaidi na zaidi.